ya Bwana Yesu. Yesu asifiwe sana. Nikusalimu tena katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Basi watu wa Mungu, katika siku ya leo namshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa maarifa, na maarifa haya nitaanza kuyafundisha kuanzia sasa na kuendelea. Na mengi ya maarifa haya yanapatikana katika vitabu vyangu vingi ambavyo nimeandika juu ya neno la Mungu na juu ya elimu dunia. Watu wa Mungu, nataka leo tujifunze somo moja linalosema kwamba umaskini unaanzia kwenye akili. Umaskini unaanzia kwenye akili. Na hapa ninamaanisha umaskini wa kawaida huu unaanzia kwenye akili. Kuna watu wengi wanafikiri umaskini ni matokeo ya bahati mbaya, laana za kifamilia au ukosefu wa fursa. Lakini ukweli ni kwamba umaskini hauanzii mfukoni, unaanzia kichwani. Tumuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya uweza, nguvu na mamlaka ambayo umeendelea kutujalia. Na katika siku ya leo, Bwana, tunakuomba kwa pamoja nasi, simama pamoja nasi ukatutetee. Rinda Bwana maisha yetu, hata msikilizaji wangu, katika jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, umaskini unaanzia kwenye akili. Akili ikikubali umaskini, mwili wote utaishi katika hali ya umaskini. Kila mtu anacho kiwango cha mafanikio kinachoendana na kiwango cha fikra zake. Kila mtu anacho kiwango cha mafanikio kinachoendana na kiwango cha fikra zake. Ndio maana Biblia husema siku zote, usiige mwenendo wa ulimwengu huu, bali ugeuzwe na kufanya upya nia zenu, katika Warumi 12:2. Mabadiliko ya kweli hayaanzi kwenye akaunti ya benki, hayaanzi kwenye M-Pesa, hayaanzi kwenye vikoba, bali yanaanza katika ubongo. Watu wengi ufikiri umaskini ni kurogwa, unafikiri umaskini, lakini nataka nikwambie moja ya sababu ya watu wengi kubaki maskini ni akili zao hazijafunguka. Fikra zilizojaa umaskini. Kila maskini ana mtindo wa kufikiri unaomrudisha nyuma bila kujua. Mfano, anaweza akawa anasema maneno haya: siwezi kufanikiwa bila msaada wa watu, nina elimu ndogo sana, nimechelewa sana kuanza, au hata nikijaribu sioni kama nitaweza, au Mungu akitaka itanijia tu. Maneno haya ni sumu ya akili, yanakufunga, yanazima ubunifu na yanazuia nguvu ya Mungu. Yanazuia nguvu ya Mungu katika kufanya kazi ndani yako. Kwa sababu kila unachokiamini ndicho unachokivutia. Kila unachokiamini ndicho, yani ukiamini katika kazi, utafanya kazi kwa bidii sana. Ukiamini kwamba ni fikra za Mungu, basi ndio hivyo. Hatusemi kwamba kumcha Mungu ni jambo baya, lakini ni lazima sasa tufunguke, kwa sababu tunaona hata katika Biblia watu waliomcha Mungu, kina Ayubu, kina Ibrahim, walikuwa ni watu wenye fedha, walikuwa ni watu matajiri, wenye mali nyingi. Kwa hiyo kuwa na mali sio kosa. Kosa ni kupenda mali zaidi kuliko kumpenda Mungu, kumfanya mali kuwa Mungu mdogo ndani ya maisha yetu. Hilo ndio kosa, hiyo ndio dhambi. Kwa hiyo tofauti ya akili ya maskini na tajiri, kuna tofauti kubwa kati ya tajiri na maskini. Na hii tofauti inatokana na mtazamo wa kiakili. Akili ya maskini hufikiri kutumia pesa, lakini akili ya tajiri hufikiri kuzalisha pesa. Maskini huyu huona tatizo linapotokea, lakini tajiri huona fursa. Yaani katika hilo tatizo unalosema ni tatizo, yeye huona fursa. Lakini maskini huyu hulaumu serikali, wachawi au watu. Lakini tajiri yeye fikra zake huwajibika binafsi. Maskini huishi kwa hofu ya wachawi, huishi kwa hofu ya mizimu, huishi kwa hofu yani kiujumla. Lakini tajiri huishi kwa imani na ujasiri. Maskini hufikiri leo tu, anafanya mambo kwa ajili ya leo tu. Lakini tajiri yeye hupanga kwa ajili ya kesho na mipango ya miaka 10, 20 baadaye.
Tajiri anaweza kuwa hana pesa leo, lakini ana akili. Akili yake inajua kuzitengeneza kesho. Leo hana pesa, lakini kwa sababu anawaza kesho, anakuwa na uwezo wa kutengeneza kesho yake. Maskini anaweza kuwa na pesa leo, lakini akili yake haitaweza kuzidumisha. Hivyo maskini ni hali ya akili kabla haujawa hali ya maisha. Sasa nguvu ya kuibadilisha akili. Habari njema ni kwamba akili inaweza kubadilishwa. Kila mtu ana nafasi ya kufanya ufufuo wa fikra. Unapofanya uamuzi wa kujifunza, kuamini na kubadilisha mtazamo wako, unafungua lango jipya la maisha. Biblia inasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya akili timamu, katika Timotheo wa pili 1:7. Roho ya Mungu inapokaa ndani yako inakuja na akili ya mafanikio. Unapoanza kufikiri kama Mungu, unavutiwa kuumba kama Mungu, kubuni kama Mungu, kutengeneza vitu vipya kama Mungu. Mungu si maskini, na aliye ndani yako si maskini. Kwa hiyo maskini wa kweli ni yule ambaye hajui nguvu alizonazo ndani yake. Kumbuka haya, umaskini unaanzia kichwani na sio mfukoni. Fikra maskini hufanya hata fursa kubwa zipotee. Na kila mabadiliko ya kweli huanza na mawazo mapya. Akili inayojifunza kila siku huinua maisha kila siku. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kesho tutaendelea na kipengele cha 3 cha nguvu ya fikra sahihi. Nguvu ya fikra sahihi. Basi mtu wa Mungu, nikutakia wakati ulio mwema, lakini kumbuka akili, umaskini huanzia kwenye akili. Akili kisha badilishwa, mtazamo wa mtu kisha badilishwa, basi anaanza kuwa na mtazamo sahihi utakaomwezesha yeye kufanikiwa. Basi nikutakia wakati ulio mwema. Niwe mwema wako na Mungu yote. Hawa Mwemba kutoka Njombe, Tanzania. Neema ya Mungu kufunike sasa na hata milele. Amen.